Sorry, nimechelewa kidogo. Usijali. Karibu. Hii ndo sehemu unataka kunionyesha mzigo wa gharama? Hapa? Of course. And what is this? Unamaanisha nini? Shanta, come on. Nilidhani unanipeleka mahali mzigo upo, nikauone kwa macho yangu mwenyewe. But unanionyesha kwenye simu? Like seriously? Usijali. Huo ndo mzigo tuliozungumza. Kila kitu kipo sawa. Queen, kila biashara ina principle yake. Biashara yangu mimi, unauona mzigo kwa simu. Tukishafikia makubaliano na kupeleka mzigo ulipo, easy. Mimi nilikuwa nahisi hii biashara itaenda kufanyika nje ya nchi. No. Sio biashara halali, ni ngumu sana. Haiwezekani kufanyika nje ya nchi. Kiukweli mimi si mzoefu sana na hizi biashara. Kikubwa tu mimi ninachosubiri ni changu kifike, maisha mengine yaendelee. Najua hilo. Na hivi vipi kuhusu juu ya Queen wewe? Kweli? Kuhusu nini tena? Unaniuliza mimi? Mimi nakuuliza wewe kuhusu Queen. Kiukweli sina taarifa yoyote kuhusu Queen. Yaani tunapotezana muda mrefu hivyo, umekaa tu, una taarifa yote kuhusu mpinzani wetu kweli? Taarifa za mpinzani wetu tusizipate? Kiongozi, taarifa ni hii hapa. Hakikisha unayempa kazi asihusishe na ofisi Amari. Okay. Sawa. Mimi naenda. Haya. Baby, ndo unaniacha hivi? Ya, nafikiri mimi na wewe kwa leo tunaishia hapa. Mimi nilijua tutakuwa wote. So unataka nizurure na wewe kwenye gari tu siku nzima? Zawadi. Na kazi nyingi sana za kufanya. By the way, nilikupa kazi lakini sidhani kama hata kuna moja ambao unaweza kuifanya zaidi ya kuja kuchukua pesa zangu tu. Kazi niliyokupa umefikia wapi mpaka sasa? Baby, yule mwanamke haingiliki hata kidogo. Kwanza yeye hahitaji marafiki wapya. Anapenda washikaji zake wa zamani wale wale kila siku. Huo ni uzembe Zawadi. Hakuna mtu asiyekubali kuongeza marafiki wapya, hakuna. Mali, Zuri haingiliki hata kidogo. Sema nitajitahidi kumfuatilia hata kwa mbali. Na Queen je? Wote ni wale wale, damu ni moja. Unaweza kwenda sasa. Maliki, at least basi niage hata kwa hagi. Hey. Focus. Au nipe hata pesa. Malik, au nipe pesa.
Kampuni na rani hasara kila siku, na mishahara ya watu hailipi kwa wakati. Wawekezaji nao wanatoka tu, na sisi tunaangalia tu, wala hatuna mkakati wowote. Na hata ukitizama ripoti ya HR yote utayaona. Una concern yoyote labda ya nini kifanyike kuweza kutatua hili? Hapa hatutakiwi kufikiri ndani ya boksi, maana hakuna lolote litakalofanya kazi ikiwa madudu ni sisi wenyewe ambao tumo within a company. Regulations za ofisi zinavunjwa kama wanafunzi tu. And which regulation, Mr. Toby? Anayevunja sheria ni nani? Sote tunajua kwamba mtu anayevunja sheria katika kampuni hii adhabu yake ni kufukuzwa kazi. Madam, watu wanaingia ofisini kwa muda wanaotaka, na wengine wanaweza wasiwepo kabisa ofisini. Hii sio sawa, madam. Mimi nilidhani tumekuja hapa kwenye kikao cha kujenga kuhusu kampuni, lakini matokeo yake hichi ni kikao cha kuwasema watu. Kazi ya HR ni kuregulate kila kitu: nani anaingia, nani anatoka, nani anafika ofisini kwa wakati na nani anachelewa. HR. Na madam. Umeshindwa kutekeleza majukumu yako. Hapana madam. You are fired. Kuna jambo lolote ambalo unahisi tunaweza kulitatua hapa? Kikao kimefungwa. Naweza kujitetea. Hey, shut up. Madam. Madam. Siana. Samani madam. Kuna mgeni wako. Sina appointment na mtu. Anaitwa nani? Kasema anaitwa Zawadi na ni muhimu. Okay. Mwambie apite. Habari yako, Madam Queen? Wewe. Nilikuambia nini swala la kuja ofisini kwangu bila taarifa? Nilikupigia sana simu yako lakini hujapokea. Hata kama umepiga simu sijapokea, ungesubiri nikupigie. Basi sawa. Tutafanya mawasiliano na yeye hata baadaye. Wewe. Kaa chini. Sawa. Ni nini? Niliingia chumbani kwa Maliki. Katika kupekua kwangu nimekutana na hii karatasi. Kabla ya yote, swala la wewe kuja nyumbani kwangu
ukapishana na mimi kwenye kordo. Hilo ni kosa na lisijirudie. Nilikwambia umchunguze Maliki, lakini sio kuja nyumbani kwangu. Do you get me? I'm get you. Huyo mtoto ni mshenzi eh? Anajirithisha mali kabla baba yake hajafa. Tena ningepata nafasi ya kukaa kwenye ile nyumba wiki moja tu, navyojijua mimi Zawadi, mimi ningeajua mengi. Unaweza ukaenda. Aya, mimi naenda madam. Wewe usirudie tena kuja ofisini kwangu kama sijakualika. Ni muda sasa sijamfuatilia Kenzo. Huoni kama anaweza katutoa kwenye track? Nimeshakwambia
one step ahead. Tunajua almost nyendo zote za Kenzo. Kwa sasa hivi tumpe muda kwanza to deal na dhahabu. Sawa, lakini kwa sasa ni rahisi sana kumpata Kenzo. Na kuendelea kumwachia hivi utatusumbua baadaye. Mwamba, tukimfungia Kenzo atatulia muda wetu mwingi sana. Kwa sasa hivi tuna focus na kitu kimoja tu. Ama unataka niingie front mwenyewe? Unajua sishindwe. Hapana. I understand. Nimegundua mambo yetu mengi sana yanafeli kwa sababu tunachanganya vitu vingi kwa wakati mmoja. Ni kweli. So target yetu kwa sasa ni Shanta. Keep your enemy closer. Mbona uko hivyo? Kuna nini? Uko poa? Nakumbuka lile tukio pale nyumbani kwenu. Tukio gani? La yule kaka na yule mwanamke wake ulikuwa unajibizana naye. Okay, fine. Unamaanisha yule mdada mweupe mfupi alikuwa na nyumbani kwa kina Zuri? Amefanya nini? That dude shape to night before. Usitaki kuniambia ushampenda kakangu kwa kumwona mara moja tu? Hawezi kunielewa Zuri. Wait. The IT guy assignment. Maliki. Sio Maliki. Oh my God. Pepo lako lishakupanda Sasa kama ulikuwa hujui, ngoja nikwambie kitu kimoja rafiki yangu. Maliki ni kaka yangu kabisa wa kuzaliwa. Si unaelewa? Kaka yangu ni mtoto wa mzee Mali. Subiri kwanza. Kwa hiyo siku ile pale tulikuwa kina Zuri, kwa sababu Zuri ameongea kitu kama umechanganyikiwa, kumbe ni kaka yake tena Zuri. It can't be. My God. So it can't be. Inabidi uchague sasa. Either utakuwa upande wangu mimi au utakuwa upande wa Maliki. Iwe hivyo unavyowaza kwenye kichwa chako, isiwe hivyo. Chagua upande mmoja. Hawezi kuwa naye, yani haiwezi kuwa hivyo. Achague either mimi au yeye. Zuri. You mean that umependa tena? Hamwezi kunielewa. Oh my God. Salsha. Kwani Zuri kaenda wapi? Sasa kama wewe hapa hajatuaga, mimi nitajua Zuri ameenda wapi kweli? Alafu sikiza nikwambie, nimekumbuka kitu. Yule mkaka ambaye umesema mkutana naye mmoja, ndio huyo Maliki? Ndio. Sasa sikiza shoga yangu. Changamkia hiyo fursa dada, upo. Kwa sababu kama mtu ametoka nje, huwezi jua bwana. Unaweza kujikuta na wewe umetoka hapa, umeenda zako nje, kwa fursa ni ya kwako. Lakini ndugu yangu,
Kama ni kaka wazuri sina changu tena. Na chako wapi? Na Kido naye utamwachana? Wewe alikwambia mimi bwana wangu Kido na. Da, kweli unachekesha. Yaani mimi nakujua wewe kila kitu nakujua. Najua Kido nampenda, lakini kidogo kidogo. Wewe hata usijali kuhusu Kido. Kido nampenda, lakini nampenda zaidi Mali. Sasa sikiza nikwambie. Uchangamkia fursa hiyo. Ukienda ado wengine watakuja watatokea watamnyakua. Zubaa utakuta mwana sio wake. Shoga yangu amependa tena. Dina ameshafika tayari madam. Na wafanyakazi wote wapo ofisini wanakusubiria wewe tu. Mwanasheria pia yuko ofisini? Ndio. Na Bianca ameshaenda Arusha? Amesafiri na ndege asubuhi. Good. Habarini? Poleni sana kwa kuwasubirisha. Nimeita kikao hichi ambacho sio rasmi leo ili tuweze kumpa nafasi Bwana Shanta hapa atupe maelezo, pengine tukapata roadmap na mwelekeo katika kampuni yetu. Tunaanzaje kujadili mpango wa kununua mzigo mkubwa wa dhahabu wakati mpaka sasa tumepoteza mzigo mkubwa wa dhahabu ambao hata hatujui ulipo? Pengine tungempa nafasi Bwana Shanta aweze kutupa maelezo ya mzigo wake, bei na originality ya mzigo huo. Kwanza, kabla ya Shanta kutueleza, iko hivi. Hata kama tutavutiwa na nature ya mzigo, lakini kampuni haina uwezo wa kununua kwa ukubwa huo kwa sasa. Tunafilisika.